Nataka usikilize kisa hichi ambacho mtu alikopa katika hizi applications za mikopo ya online na akapata changamoto. Sasa unajua hizi applications ni kama matapeli. So nataka usikilize kisa hichi alafu uache kukopa online. Sasa kisha umesubscribe katika channel yetu ili tukawa mwanafamilia wetu, na tutakapotoa content mpya uweze kuzipata wa kwanza. So fanya hivyo. Let's go kwenye kusikiliza kisa hichi. Zipo jengo gani Makumbusho? Kwa sababu mimi niko Dar es Salaam. Hapa sisi wateja wetu hawatakiwi kufika ofisini kwetu. Kwa sababu gani? Mikopo yetu ni ya online, sio ya kufika ofisini. Sasa mimi ninataka nifike ofisini kwa ajili ya swala la huyo Yasini. Kwa nini mmekubalia kumdhamini mimi niwe mdhamini wake bila mimi kuwa na taarifa, alafu mnakuja kunipa taarifa baada ya kiwa mna matatizo naye? Ndio nataka nifike ofisini niweze kujua swala hili. Sasa hiyo naweza nikakujibu hapa na ukaelewa vizuri tu. Hebu nijibu sasa. Kitu cha kwanza kuhusiana na wadhamini. Ndio. Mtu anaweka watu wa kwake anaowajua yeye. Yaani sisi hatuwezi tukampangia kwamba mtu fulani atakuwa nani mdhamini wako, kwa sababu yeye anapokuja kuomba mkopo, kama nilivyokuambia, mkopo wetu ni wa mtandaoni, ni wa online. Akitaka kukopa mkopo anaingia kwenye application zetu, ana download application. Anafanya kila process zote yeye mwenyewe. Sasa kwa nini vigezo na masharti yetu tuliyowekea pale? Kwa nini nyinyi mnakuja kutusumbua baadaye? Kwa nini hamutupigii simu kabla hamjawapa mkopo hao watu? Mimi sijajua kwamba tunawasumbua vipi, kwa sababu kama yeye mtu amechoose namba yako akaiweka kwenye sehemu ya wadhamini, sio kwamba wewe unatakiwa kumlipia hela. Tunawatumia wadhamini kama watu ambao tumemkosa yeye, tukikutafuta wewe utusaidie kumpata. Lakini sio kumpata kwamba tumempata kimkono. Kama tumempigia simu tumemkosa, tunakutafuta mtu wa karibu, kama unaweza kufanya nini sasa. Kwa nini na umpe taarifa? Kwa nini nyinyi msiwawajibishe wao wenyewe, mnatuwajibisha sisi? Sasa ndo tayari kashakuweka sasa. Yaani sisi tunatafuta watu wake, yaani sio wewe tu. Yaani kama kaweka 4 5 tutawatafuta wote. Bwana, naomba utusaidie kumtafuta fulani. Sio wewe ulipe au ufanye vipi. Naomba utusaidie kumpata fulani, au umpe taarifa mtu fulani anatakiwa kufanya malipo, kwa sababu hatujampata kwa njia ya simu kwa wakati huo. Maybe wewe aliyekuweka unaweza kumpata kinjia rahisi, labda mpo naye karibu au mpo vipi. Kwa hiyo mtusaidie tu kutoa taarifa pindi tumemkosa pindi tumemkosa mhusika, kwamba bwana unatakiwa kufanya malipo, kamilisha malipo yako. Sasa hebu mimi nipe maelekezo. Mimi nataka nimkamate. Hebu niambie, nipe maelekezo. Nimkamate nimpeleke wapi? Unataka umkamate huyo Yasini mwenyewe? Ndio, nimpeleke wapi? Hatuna hiyo naniliu ya kusema tumkamate sijui tumpeleke kituo cha polisi. Zaidi sana kama katusumbua sana ofisi, ndio najua nini cha kufanya. Ndio nataka sasa nikupigie baada ya muda. Ili uniambie kwamba nikimkamata nimpeleke wapi. Haina haja ya kumpeleka sehemu yoyote, kwa sababu sisi zipo na alikopa online. Kwa mpaka tumefikia hatua tunaanza kuingiana kwenye kushikana kabisa kwamba jinsi atakuwa ni mteja msumbufu kweli kweli. Sasa kwa bahati mbaya au nzuri, ndio sijajua, kwa sababu hizi simu zetu za ofisi ndio kila siku kuna mtu anaitumia. Mimi nikiitumia leo kwa mfano kama hivi, ndio ataitumia mwingine, kesho kutwa ataitumia agent mwingine. Sasa sijajua agent wa jana aliyetumia hii line ndio kutafuta au kumtafuta huyo nani Yasini ilikuwa vipi, na siri zake kwamba anadaiwa kiasi gani. Yeye nimemuuliza akasema anadaiwa sijui ni shilingi 80,000 na ngapi, sijui anadaiwa, sijui kuna anapodaiwa 119,000. Sasa yaani anadaiwa 80,000 na kitu, 85 ndio. Basi paka mtu anadaiwa 85, huyo itakuwa apitilisha muda wake wa kufanya malipo kazidi. Ameniambia sasa ameanza kuwa msumbufu. Ameniambia hajapitisha, ameniambia amepewa wiki moja, amepewa shilingi 55,000. Alafu amepewa 55,000. Alafu riba ikaja shilingi 30,000.
Yaani kivipi sasa? Kwanza sisi hatuna mkopo wa 85. Yeye anasema hajui sasa kwamba anayepiga simu ni wa mkopo wa shilingi ngapi, lakini anasema deni lake kubwa ni 119 na deni lake dogo ni shilingi 1049. Sasa hapo sijajua kwa sababu sina details zake, kwa sababu ndio kama vile nilivyokuambia, ndio kila mtu anamhudumia mteja mmoja tofauti. Yani kwa mfano jana alihudumiwa na huyo, leo kama vile umenipigia mimi hapa umenisurprise, sijajua sasa. Sasa wewe ni mojawapo ya wahudumu, si ndio? Sasa mimi naomba unisaidie kitu kimoja. Naam. Mimi nataka unisaidie unipe location ya ofisi yenu. Ili niweze kufika ofisini pamoja na huyu Yasini. Sisi hamna mteja anatakiwa kufika ofisini kwetu. Yaani haitakiwi kwa sababu mikopo yetu ni online. No, sometimes na kuhudumia nikiwa hapa njiani. Ndio. Naweza nisiende ofisini. Sababu unaweza ukaenda ofisini ukakutana na Wachina tu, sisi wafanyakazi hatupo. Aha. Sisi ndio tunao kuhudumia. Kwa hiyo hata mikopo hata kutoa mikopo ni nyinyi ndio mnaotoa hiyo mikopo. Ni sisi wenyewe. Aha. Yes. Kwa sasa basi mimi nataka nisikie neno moja kutoka kwako. Niambie. Kwamba huyu mtu mimi niachane naye, kwa sababu mimi nilitaka nimkamate, kwa hiyo niachane naye. Haina haja ya kumkamata. Ndio. Alimradi sisi tutampata kwenye simu. Ndio. Hakuna haja ya kumkamata. Ofisi ndio na kampuni ndio inajua ni hatua gani ambazo itafanya kumpata nani mteja husika. Sawa. Na unaweza ukanitumia namba za meneja wako? Meneja ni Mchina, sasa sijajua. Meneja ni Mchina? Yes, meneja ni Mchina. Sawa. Kama meneja ni Mchina itakuwa ni jambo zuri sana. Nitumie tu namba yake. Kusikii kwamba kama meneja wenu ni Mchina, naomba unitumie namba yake, tena ndio vizuri nitazungumza naye Kichina kabisa. Utazungumza naye Kichina? Ndio, nitazungumza naye Kichina kabisa. Imekuwa ni jambo zuri sana. Naomba nitumie namba yake. Unasema? Naomba nitumie namba yake. Imekuwa ni jambo zuri, nitazungumza naye Kichina. Sikuchii vizuri, umeongea sauti ya chini kidogo. Nasema naomba nitumie namba yake, nitazungumza naye kilugha chake kabisa. Utazungumza naye kilugha chake wewe meneja? Ndio. Kama si umesema ni Mchina? Ni Mchina. Ndio, naomba unitumie, nitazungumza naye kilugha chake. Kwa bahati mbaya sina access ya kuwa na namba ya manager. Ndio. Labda nifike ofisini nijue nafanyaje. Basi naomba unisaidie kwa hilo. Nataka kujua umejifunza kitu gani kupitia kisa hichi ambacho kimletokea mtu kabisa ambacho alinitext, alinitafuta, nikaona nikiweke YouTube ili watu wengine waweze kujifunza. Umejifunza nini? Hebu andika hapo chini kwenye comment. Usisahau kusubscribe, it's Edit hapa.